Bwana, hii ni Johannesburg. Bwana, Johannesburg ni mji mmoja ambao ukiwa nje ya Johannesburg au ukiwa nje ya South Africa unaambiwa bwana, ni mishemishe kibao, yani ni mji ambao sio poa, yani sio mji mzuri usalama, lakini sio kweli. Bwana, mimi nimeishi hapa sana kama mwaka mzima hivi niko hapa, lakini ni mji ambao sijai kabwa mzee. Na natoka maskani, yani naingia kazini saa 10 usiku, alafu natoka saa 3 usiku, na hiyo situmii usafiri, natembea na nipo hapo katikati ya mji, lakini sikutana kibaka yoyote. Lakini kipindi niko maskani Bongo bwana, nilikuwa garantia kwamba ase Johannesburg na wawezi, yani Johannesburg hawezi katoboa. Nakumbuka siku nakuja huku sikuwa na mtu wala sikupigiwa simu na mtu kwamba kuna mtu akunipokea huko, no. Nilikuja mwenyewe tu. Gari ilifika mida saa 9 usiku. Alafu watu ile kufika saa 1, saa 12 watu wakashuka kwenye gari. Mimi nikaa nimechill tu kwenye gari. Sielewi naenda wapi. Imagine sielewi naenda wapi. Hapo nikaa na kela kangu kidogo na simu yangu. Hii simu najirekodia hivi Samsung S10. Kwa mwanzo wangu tu kwamba nikitoka tu kwenye gari hapo, shakabwa sina kitu chochote. Nilitoka pale kwenye gari, kana tembea ile kujisojua, unajiamini kwamba unaonekana kidogo naye kama sio mgeni, sio kuja. Beba kibegi changu nini, nikatembea. Bahati nzuri au bahati mbaya njaa ikanipiga, afu kwa kuwa nilikuwa na kela, nikacheki mazingira fulani hivi wanauza chips. Cheki hivi nikauliza chips na ambapo sehemu yenyewe sasa ndo hapa. Yani kwa hapo kidogo nyuma, lakini ni stendi, maduka stendi ya nikakutana jamaa mmoja hivi, nikamcheki hivi, nikaangalia kidogo mtu ambaye atakuwa msalabu kidogo. Nikamuuliza bwana, mimi natafuta sababu kidogo, nikana idea kidogo sana kuongea Kiingereza, lakini nikajaribu kuongea. Jamaa mmoja ni Malawi. Bwana, mimi nashida na mtu ambaye anaweza kuongea Kiswahili. Akaambia bwana, mtangazo na wewe sio mbaya bwana. Nikapeleka wanangu kukutana mmoja hivi. Nikamkuuliza mimi mdanganyi kwa bwana, nilikotoka bwana, nimetoka Bongo, kuna mshikaji wangu mmoja alikuwa huku, lakini amenizimia simu apokea. Jamaa alivyosikia akasema, dogo, si unakuja dogo, tu kuambia uko njoo, si unakuja, si muone amekuzimia simu. Namba iko wapi? Nikamwambia namba moja hivi, mshikaji mmoja hivi ni Malawi, alinipaga namba, alikuaga huku. Ndio wewe, akacheki ile namba ikaipatikani, lakini kusudi langu mimi sijamcheki yule mshikaji wala nini. Mshikaji ambaye basi poa, una shilingi ngapi hapo? Nikamwambia bwana, mimi na 1000 hapa landi. Maana nilikuwa kama na 1500, lakini nikamwambia na kama buku hapa, kwa sababu ya kimana mtu mwenyewe huwezi kumwamini ghafla hiyo, unajua. Basi poa, nikamwambia hiyo 1000 akatafuta kwa washikaji wengine ambao wana chumba, akaniunganisha na washikaji, nikawapa 1000, nikaa hapa, nikapata sehemu ya kukaa hapo bwana. Nikaona afadhali mzee, nimefanikiwa kufika huko. Simu yangu nayo, hela yangu nayo, sijaibiwa. Utaniambia nini? Basi kiufupi wanangu, msipende kutaka kusubiri connection mwanangu zinatafutwa. Mimi mpaka leo mwanangu niko South Africa, naishi fresh. Sijapata hela, lakini naishi kwa amani, lakini najaribu kufanya kitu na naamini nitafanya kitu. Naamini sikuja huko kwa bahati mbaya, na kikubwa zaidi nakumbuka kesho yetu inshallah.